Habari mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa siku ya leo naomba nikukaribishe uweze kutazama video yetu ambayo itahusiana na swala zima la umuhimu wa kupaka rangi katika mizinga yetu. Mizinga ya nyuki kuna umuhimu mkubwa sana katika swala zima la upakaji wa rangi. Kwa hiyo kuna rangi maalum ambayo inabidi uweze kuipaka kama unavyoangalia katika screen yako hapo. Huyu ndo fundi wetu ambaye tumeanza naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hatua mbalimbali ambazo zinahusiana na swala zima la utengenezaji au ujenzi wa mizinga. Kwa hiyo kulingana na utaratibu na miongozo jinsi ninavyoeleza na hali nzuri ya mizinga, inatakiwa mizinga yetu iweze kuipaka rangi aina mbili. Kuna rangi ya kwanza ni blue bahari au rangi ya pili rangi nyeupe. Na kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea ili kusudi tuweze kupaka rangi hizo aina mbili, blue bahari au rangi nyeupe. Na hii ni kwa sababu kwamba mizinga unapokuwa unaipaka rangi hizo, rangi nyeupe au blue bahari, ina maana inaweka attraction au inavutia nyuki. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kuitega mizinga yako, ina maana itakuwa inavutia nyuki na nyuki watakuwa popote pale watakapokuwa. Ina maana wataangalia rangi nyeupe hiyo au rangi ya blue bahari itawavutia nyuki hao na nyuki wataweza kwenda katika mizinga na kufanya makazi. Lakini kama tukumbuke kabisa kwamba mizinga yetu tulionayo tunatengeneza mizinga ya kisasa. Mizinga ya kisasa ni mizinga ambayo tunatarajia kwenda kutega either juu ya mti au matarajio mengine ni kwenda kuiweka moja kwa moja katika vibanda. Ina maana yatengenezwa vibanda. Baada ya kutengenezwa vibanda, ina maana mizinga yako itaenda kuwekwa chini ya kibanda na pia itafunikwa vizuri. Kwa maana kile kibanda juu kitakuwa kimefunikwa, kwa hiyo chini utapanga mizinga yako kwa ajili ya kuweza kufanya makazi ya nyuki. Kwa hiyo unapopaka rangi kama hii nyeupe, kwa sisi kwa siku ya leo tutumia rangi nyeupe kwa sababu ni rangi ambayo ni nzuri na popote pale walipo nyuki wataiweza kuiona, watavutiwa au watafuata attraction. Kwa baada ya kuvutiwa pale, hiyo itapelekea moja kwa moja nyuki waweze kuingia katika mizinga yetu na kuweza kufanya makazi ya pale. Ina maana kwa sisi tunatarajia kwamba nyuki wanapokuwa wanafanya makazi katika mizinga hii, ndio pale watakapotengeneza asali kama chakula chao. Na watakapotengeneza asali kama chakula chao, na sisi muda huo ndio muda ambao tutavuna. Baada ya muda maalum kufika, tutaenda kuvuna asali kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato cha asali hiyo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kuna umuhimu sana wa kuweza katika mizinga yako ya kisasa kuweza kupaka rangi. Maana unapopaka rangi nyeupe na pia rangi yenyewe inabidi uweze kupaka rangi katika standard uliokuwa ni mzuri. Kama unavyomtazama katika screen yako hapo, huyu ndio fundi wetu ambaye tumeanza naye katika mwanzo na hatua mbalimbali ambazo zinahusiana na swala zima la utengenezaji wa mizinga ya nyuki. Kwa hiyo mizinga yetu ya nyuki sasa ipo tayari, na kama ipo tayari tupo katika hatua kubwa ya kuweka vivutio. Ina maana bila kuweka vivutio, wale nyuki wako hawatakuwa na uwezo wa kuweza kuingia moja kwa moja na hawawezi kuona. Na kama wataona itachukua muda mwingi sana ili kuweza kuonekana mizinga hiyo na wenyewe kuweza kukaa katika maeneo hayo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kuna umuhimu sana wa kupaka rangi. Yaani unapaka rangi mzinga wote. Kama unavyoangalia katika video yetu hiyo, mizinga yako inabidi uichukue baada ya kuwa tayari ushaitengeneza kama unavyotazama katika screen hiyo. Unachukua mizinga yako unaiweka juu kama alivyoweka fundi wetu hapo.
Kwa utakapoiweka juu mizinga, ina maana unapokuwa unapaka rangi huku kwa chini, mizinga haiwezi ikachukua uchafu. Kwa hiyo kama haitaweza kuchukua uchafu, ina maana pia itakuwa ni mazingira mazuri ambayo utapelekea kwamba wewe mkulima au mfugaji nyuki, muda wa kurina asali itakuwa ni vyepesi. Na pia kitu kumbuke kwamba sisi tunatengeneza mizinga hii tuweze kuvutia nini? Nyuki. Yaani tunashawishi nyuki ili waweze kuja kufanya makazi katika mizinga hiyo. Kwa kama tunawashawishi, natakiwa tuweze kuweka mazingira ambayo yatakuwa ni mazingira ya kuvutia. Na miongoni mwa mazingira ya kuvutia ndio huo upakaji wa rangi nyeupe au rangi ya blue bahari, ambapo popote pale ambapo utakapokuwa umeitega, basi nyuki wanaweza kuona, kwa sababu nyuki wana macho makali sana sana sana. Na kuna video nyingine ambayo tutaandaa tuweze kumuelezea nyuki tu kuanzia hatua moja mpaka mwisho. Kwa hiyo nyuki ana macho makali sana, kwa utakapokuwa unatembea kwenda kutafuta maji au kwenda kutafuta maua au zile pollen zile za maua, ina maana kwa pale kwa popote utakapokuwa umeiweka, ina maana wataiona. Na watakapoiona wataenda kushangaa kuona kwamba kuna kitu gani cheupe hiki. Kuingia kwenye watakapoingia kwenye ile matundu au ile milango tutakayoiweka baada ya kumaliza kupaka rangi, ina maana wataona pale mazingira yako vizuri, na haya ni mazingira ambayo yanafaa kwa wao kuweza kufanya makazi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, huyu ni fundi wetu ambaye ni mtaalamu katika swala zima la utengenezaji wa mizinga. Na kama na wewe pia niweze kukushauri tu ndugu mtazamaji, kama na wewe una mpango wa kuweza kufuga nyuki, inatakiwa uweze kufuga nyuki kitaalamu. Hiyo kusudi uweze kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri, uweze kupata faida iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo ili uweze kupata faida kubwa, inatakiwa uweze kutengeneza mizinga ya kisasa. Kama mzinga huo ni mzinga wa kisasa ambao umetengenezwa kuanzia hatua ya kwanza ile katika video zetu zilizopita tumeweza kuelekeza, mpaka hatua ya leo tuko mwishoni katika swala zima la upakaji wa rangi. Baada ya kupaka rangi, sasa hapo tutairuhusu mizinga yetu iweze kutoka polini na kwenda kuitega kwa ajili ya kushawishi nyuki waweze kufanya makazi na sisi tuweze kupata kipato kikubwa tu. Mpenzi mtazamaji, naomba video hii uweze kuiangalia mwanzo mpaka mwisho ili kusudi iweze kusaidia na iwe ni chachu ya wewe pia utakapokuwa unataka kutengeneza mizinga yako usipate shida. Wewe unajua, unaona jinsi ya kupaka rangi. Kwa hiyo kama mtu au fundi atakutengenezea mizinga kwa kupaka rangi, kwa kulipua tu, ina maana kupitia video hii itakufundisha wewe, utakataa mizinga hiyo na utamwambia aweze kutengeneza, kuweza kupaka rangi vizuri. Kwa sababu ukiangalia hapa masharti ya upakaji wa rangi katika mizinga yetu ya nyuki, inatakiwa upake pote. Yani inabidi mzinga uweze uonekane vizuri, yani ing'ae kabisa kabisa. Hata kama nyuki atakuwa katika mita zaidi ya mita 100 kutoka usawa wa bahari, yani maana kwenda juu, akiwa juu zaidi ya mita 100 kutoka usawa wa bahari, na maana nyuki huyo ana uwezo wa kuangalia na akaiona ya rangi nyeupe ya mizinga, au akaiona rangi ya blue bahari ambayo imepaka katika mzinga, na kuweza kuja kufanya mazingira ya kuingia na kwenda kuanza kufanya masuala zima la kufanya makazi katika mizinga hiyo. Na kitu kingine mpenzi mtazamaji, haina budi inatakiwa uweze kuchagua mbao nzuri kama nilivyokuambia pale awali katika video zingine zilizopita. Utakapokuwa na mbao nzuri, mbao ambayo imekauka, mbao ambayo ni imara,
na mti mzuri wa mbao, maana usio na mbao zile za kunukanuka, ina maana pia nyuki wako wakipita unakotoka huko lazima tu waingie katika mizinga huu ambao umeutega kwa ajili ya kufanya makazi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, jinsi ya kushika brush nafikiri unaona, maana kuna mwingine anaweza kawa tayari mizinga anayo lakini haina rangi, lakini haijapakwa rangi, ila hana uwezo wa kuweza kumuita fundi na kuja kumpakia rangi. Kwa hiyo hapo nashauriwa tunaweza kununua brush kama unavyoona hiyo ni brush ndogo ya kawaida. Unaenda kununua rangi ya maji, maana kuna rangi aina mbili, kuna rangi ya mafuta pamoja na rangi ya maji. Kwa hiyo unashauriwa vizuri uweze kupaka rangi ya maji, kwa sababu rangi ya maji hili inakuwa haina harufu. Unaona, kama haina harufu ina maana wakiwa wanaingia pale nyuki wanaingia tu kawaida bila kuwa wanasumbuliwa. Kuna madhara ya kupaka rangi ya mafuta. Rangi ya mafuta madhara yake makubwa, rangi ya mafuta inakuwa ina harufu ile mafuta ya taa au mafuta ya petroli. Kwa hiyo harufu ile mara nyingi nyuki wengi. Kwa hiyo katika utegaji wa nyuki inashauriwa sana nyuki wale usiwe na wakela. Ina maana nyuki utakapokuwa na wakela inapelekea wale nyuki kutokuingia. Kwa wakela katika design gani? Nyuki sana katika swala zima la rangi. Tukumbuke rangi zipo za aina mbili. Kuna rangi ya mafuta pamoja na rangi ya maji. Kwa hiyo pale utakapopaka rangi ya mafuta ina maana wale nyuki wanakuwa wanapata ile harufu ya mafuta na nyuki wanakuwa wanakeleka. Kwa hiyo kama nyuki watakuwa wanakeleka ina maana kwamba itapelekea nyuki hao kutokuingia, na kama nyuki hawataingia basi utapata faida ya nyuki. Yaani hutapata faida ya nyuki kuingia ndani kwa sababu watakuwa wanaogopa na watakuwa hawataingia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hiyo ndio mizinga yetu tunavyotazama, ni mizinga zaidi ya mizinga 10 ambayo mafundi wetu wametengeneza na wana mpango wa kwenda kuitega. Kwa hiyo nitakuelekeza hatua kwa hatua mpaka pale nyuki watakapoenda kutegwa na mpaka siku ya mavuno na mpaka soko zima la asali linapatikana katika sehemu gani. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuendelea kufuatilia video zetu mbalimbali ambazo tunazozitoa ambazo zinahusiana na masuala zima ya nyuki. Kuna playlist hapa ambayo inahusiana na masuala zima ya nyuki. Kwa hiyo kikubwa tu subscribe, gonga alama ya kengele, comment kama kuna swali ambalo haulijui. Kama unakuwa na swali lolote ambalo linahusiana na swala zima la mizinga, jinsi ya kupata mizinga, jinsi ya kutengeneza mizinga, au mizinga yako umetengeneza ya kizamani au hii ya kisasa lakini nyuki hawaingii, ina maana tutawasiliana kupitia mawasiliano ambayo yanaonekana katika screen yako hapo, ili kusudi uweze kukushauri kwamba ni kitu gani ambacho umekikosea ambacho kinapelekea mpaka nyuki wanashindwa kuingia katika mizinga yako. Na kwanza kwa ufugaji wa nyuki sio lazima uanze na mizinga mingi kama unavyotazama katika screen yako, mizinga zaidi ya 10 au 40. Hapana, unaweza kuanza na mzinga hata mmoja wa kujifunzia, ili kusudi baada ya hapo sasa ukishajua changamoto zikoje na ukishajua gharama ya mzinga mmoja ukoje, ndio utapelekea wewe kuweza kuwa na mizinga mingi au kutengeneza mizinga mingi na mingi na mingi. Mawasiliano ndio hayo yanapita katika screen yako. Ina maana tutawasiliana kwa ajili ya ushauri na pia tutawasiliana kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo umeweza kukutana nazo. Kwa hiyo ni mizinga, mpenzi mtazamaji wangu, hiyo ni mizinga ambayo tayari inaendelea kupakwa rangi, na wewe mwenyewe tukiangalia moja kwa moja hapo kweli inavutia na inaonekana. Kwa hiyo kama wewe tu kwa macho ya kawaida unaweza kuiona, hata nyuki tunaamini kwa rangi hii nyeupe, rangi ya maji nyeupe ya kuvutia, hata kama nyuki atakuwa katika umbali wa aina gani, ataiona na atashuka chini kuja kuangalia kwamba kuna nini hapo. Na kama atakuta kuna mlango na kuna nta tayari ushaweka, tayari nyuki huyo utamvutia na atakuwa moja kwa moja yupo tayari kuingia
na kutengeneza makazi. Kwa hiyo tukumbuke kwamba kutengeneza makazi ndio kupata asali. Naomba uweze kusubscribe na ulike.